ni saa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata mwana mwasesia wa Mutongoi TV ninawikwatyo uende kwithiwa na muthenya wa kwa ilani wa kana wa matuku 12 mwezi wa thanthatu mwaka ni wa 2025 ninaokethia na nautho chato manithie nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa mwanza masito makwanita wa beti wa mwania na tuambililia mauvo maitonekana munini wa President Kithure Kindiki vaikoti ona umwe wonge sia mwene ndilasi ndini wa serikali na nimeovetanga. Si leo bajeti itasoma. Ni vizuri tuambie wananchi ya kwamba katika bajeti ya mwaka huu hatujaweka ushuru mpya anywhere. There is no new taxation. Hakuna kitu imeongezeka. Vile ilikuwa ndio itakuwa. We are not adding any new taxes. Number 2, kwa hiyo budget, we are sealing loopholes for corruption, tax evasion, where many people who earn a lot of money don't pay tax, and they end up punishing very few people who are honest enough to pay their taxes. Kwa hivyo hiyo budget ni ya kuhakikisha kwamba hakuna ushuru mpya, hakuna nyongeza ya ushuru, na vile vile wale ambao wanakwepa na kupiga kona, wale wa matajiri hawalipi ushuru, tutawalazimisha walipe ushuru. Na ya mwisho kwa hiyo budget, mimi nataka niwahakikishie kwamba pesa nyingi ya serikali, saa ingine tunapata ripoti za Auditor General, za Controller of Budget, tumeona kazi ya EACC, kuna watu katika serikali ambao wanaiba pesa ya umma. And we want to make sure that we hold everyone accountable so that public money is not stolen. The money we collect should be for building roads, hospitals, for putting electricity in our homes, for building markets. Na hiyo mambo matatu ikifanyika, hakuna nyongeza ya ushuru mpya, wale hawalipi waanze kulipa, na tunyoroshane na wale wanaiba pesa ya umma ndio wakose wawache kuiba pesa ya umma. Kenya itakuwa na pesa nzuri mwaka huu, mwaka ujao, kuwajengea masoko, kuwawekea stima, kuwajengea barabara. We have enough resources if we manage those resources well, and we must face corruption from whatever corner it comes. We must say no to corruption and have a corrupt-free country. Serikali nene yetumia kimanza cha shilingi bilioni 1.4 kwikia mwaki wa stima isioni cia nduani kauntini ya Masako kuyanana na Minister Muvyano wa mwaki Opiyo Wandayi ni kana mulatio na kutethesia misingi 663 kauntini hainene tina kwambisia mulatio sokoni wa Machakos Town. Wandayi yasia kana kiliombunge cha Machakos Town kivathiwe milioni 4.2 kati wa bilioni hii mulatini waiweta serikali ya Kenya Kwanza yende kwikithia cheni ni chaviki yake la umwe ayenda inembe kukwatiania na la ameotwa iseso yeni kana kuyailia abunge hala meatianite na yake maitongia serikali nene movia kondo wa milati maivudhisi hala ameoliana na udhokomi wa serikali ya Kenya Kwanza. Kwa mambo ya stima, sio pesa kidogo. 1.4 billion shillings has been allocated to Machakos County for mambo ya electricity. Na hii constituency iko na karibu shilingi milioni 120 na zaidi. Kwa hii mwaka ambao tunafunga. Na mwaka ujao vile vile inaoanza mwezi ujao tutaweka pesa nyingine. Hiyo ni kumaanisha kwamba Mheshimiwa Rais Ruto anatenda vile anasema. Ya kwamba kila Mkenya kuna haki ya kupata maendeleo. Bila kutegemea umetoka kabila gani, bila kutegemea umetoka kaunti gani, bila kutegemea wewe ni wa rangi gani au wa dini gani. Kila Mkenya akuna haki ya maendeleo, na serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto inaendelea kufanya mambo ya maendeleo bila
kujali mahali mtu ametoka wala kabila yake. Hizi miradi za stima ni muhimu sana, kwa sababu siku hizi mambo ya stima si ya starehe. Stima ni chanzo cha maendeleo. Na ile ingine ya connectivity, tuna connect 2,000 homes this phase. Next phase 2,000 homes. Na leo tume-launch pale mahali panaitwa Mua, Kayombani. Tume-launch, tume-flag off. Malori zimepeleka vikingi to various places to seven schemes. Na kutoka hapo, the second phase. The second phase, we have another 9 schemes. And each scheme iko na 250 households. So a total of 2,000 in the second scheme and 2,000 in the third scheme. Rais wetu anasema kila mtu akuwe connected. Munini wa President Kithure Kindiki kwa yuna ingine watula motia tongo imangaliko ya lei haimaweta ata matoi isi uteti wa Kimbai na kwa nyanendi. Kavinani kwa Kindiki nwa mokadhi ya mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka muno. Haimaweta ata mundu utendete idhoko na umunenge tenda ya nene na tongo yala. Ukwatiana na moni mwome umuvaka nganda ka kituminiki Kindiki ya adhana kumandana na Kalonzo madhokome vamwe. Anene ya motomo Kitui South chadhene cha kusangia makundi mwaitu na mwika ilovia siya kuyukilia kiukwati. Mambo ya wananchi ndio inatusumbua. Na ndio unaona wale wanataka kutuingiza katika siasa za mapema, tumewaambia we do not have time. We are not available. We are people on a mission. That mission is time bound. We cannot afford to waste a day, a minute, a second. We have to account for each and every day. Kwa sababu pale mbele iko mtihani. Si iko mtihani 2027 jameni? Si mambo yote nimesema kama hakuna. Sisi tutakuwa tumeanguka mtihani. Sasa mimi ukiniangalia hivyo nakaa mtu ya kuanguka mtihani. Hebu niangalie vizuri, nakaa mtu ya kuangalia kwa kuanguka kweli? Mimi nakaa wa kuanguka ama wa kupita jameni? Na Rais William Ruto si wa kupita. Kwa hivyo tunakazana, ndio hatutaki ku waste time na watu wako na siasa hapa ya upumbavu, siasa ya ukabila. Sasa hii kabila itakupeleka wapi? Nyinyi mnajua mimi ni jirani yenu. Wacha niwaambie ukweli. Unajua jirani anaweza ambia wewe ukweli na hakuna kitu utafanya. Kwa sababu sisi sehemu hii Wakamba wengi hata hawaishi Ukambani. Wengine wako Mombasa, wengine wako Lamu. Sasa mkileta upuzi wa kutenganisha watu kwa kabila, si wale watu yetu ambao wanaishi mbali, si watapata matatizo kuishi na watu majirani ya kwao, wale wako nao kule. Hakuna uadui kwa siasa. Siasa kila mtu anauza sera yake. Anasema huyu amejenga hospitali 20, mimi nitajenga 30. Mwingine anasema huyu anajenga hospitali shule 100, nitajenga shule 200. Mashindano tu ya sera. Mwenye anapata anashukuru Mungu, anakuwa kiongozi wa kila mtu. Mwenye anakosa pia anangojea labda Mungu atamsaidia siku nyingine. Ndio unaona sisi tuko relax, hatuna stress. Naona watu wengine huko wako na stress na kisirani kubwa na hasira na stress. Mtu wako na kisirani inatoka hapa inafika Cape Town. There is no problem. Siku ya kampeni ikifika, mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye hatapata angoje. Hata yeye ashukuru Mungu angoje, atapata siku nyingine. Please, ukiona our brother Stephen Kalonzo, mimi naheshimu Kalonzo sana. Mimi umesikia nimetusi Kalonzo? Umesikia nimemdharau hata siku moja? Umesikia mimi nimedharau Kalonzo hata siku moja? Kwa sababu ni mtu mzuri, lakini kuna watu nimeona wanamnyemelea kumpotosha na kumwambukiza na siasa ambaye sio yake. Yeye ni muungwana, yeye ni wakili kama mimi. Ni mtu muungwana. Sasa ile group ako naye hapo, uko wakora hapo, wanamuingiza kwa maneno ya ukabila na vita na kisirani, hapana. So lakini nitamtafuta ndugu yangu, nitamtafuta namna hii ama mbaya siata.
Ndukathi basa ni tusiokethete na mavuo angera tukumbanisye thino mesa itu ya mavuo. Weni withitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndu akwata ndukathinike ingi. Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta, mutambuko, ulcers, pressure, sukali, mathina mambio, kukunwa ningo, mathina manga kukosa mwana, vinya wa mundume kana low libido, kati wa mathina angi maingi. Nukwatianie na matakitali na atalamu kwa kuthokia maofisi maitu. Masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens, nyumbani ya Superstar Building, Golovani ya Mbe. Ilovinota ou, kila muthenya lelo ni wala Tema Road, Lois Plaza, kusianisa na Maximum Miracle Center. Meru no kila muthenya Sarah Plaza, kusianisa na stage nene. Wakwambililia, Nutrithia wa Matu, New Thika Lodge, Wakeli, Tala, Nindhoki House, wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC, wakana ni Kibwezi PCA Hall, wakatano ni Wote, Morning Glory Hotel, Oinge Thika Rambogo Hotel, na wakatano ousu ni Trithia wa Embu Morning Glory Plaza, Golovani ya Mbe, vakuvi na vengi wa KCB, na wadhandatu ni Mombasa City Food, vakuvi na vengi wa KCB. Kwa mauvombe yange, nena na Dr. Munyo kuisila nambani i, noti monza imwe noti, dhandatu itano, kana noti monza itatu, ili nyanya, inyakenda, lilikana wale kutumia leuwaku nesa, tandawa, ukatumia ndawata leuwaku. Mount Everest Nutritional Clinics, kwa uiti museo. Mundu losa kwa yembe timwini. Mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndwichenga. Maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda. Kindu taki kenda passion. Kenda passion. Alafu sainge talanta. Nimbundi yasia mundu na nimubundi yasiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ninende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wambia tu mangomboka pe kwa yutu ebuti bonenge nonye uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwa nienda kikomba kainga uomboka kuma binanji ilobi maluga la matemange ngoko ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikele kutulwa ngoni ando niwe wisi pala umete na kula wendete wea komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etia kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma wawikala wako
kwambililia matuku kenda mwi wa thanthatu twikibwezi kuthengene na Tumaini Clinic wa Chula Sibitali wakeli matuku 10 twi Mombasa kuthengene na KCB Mombe tayari kuthengene na Naivas Supermarket ingi twikathonzweni Windy Shakers itina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungethanesia na Kilome Hotel wakatatu matuku na imwe twi Matiliku Chambio Inn kwa Kinguti matanisioni Machangwasi na Kilele wakana matuku na ile twi Mali Bus Park duka namba 39 itina wanaekana booking office wakatano matuku na 3 twi wote katika utazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wathanthatu matuku na 8 twi Kambwit na Wakanzi Supermarket kungethanesia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke maobisini maitu kana tukone simu kwisela noti mwonza ile imwe noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza imwe noti kenda noti nyanya Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udho chaingi hitina wakwithave mwisio wa kukosa nzanzo siasa na nini kusia mawou yumo vya wawiti na wima wa mwini wa kulia sei alasia nasio ina ile onengwa nzanzo ya BCG meidhantha tumitheli kwikithia ni malati ya nzanzo unundu ni vikie Kenya aina na andiki mama ovo Minister Muvyani owa witi ya Dendwale na watangasa kana muvya wa witi na wakwata dozi milioni 3 sia nzanzo ya BCG la itumika mono kusia mawuta TB na dozi ingi milioni 3.5 ili sia nzanzo ya polio ila kueta nisi utethesya vanene ndini wa witi ivan Kenya aenda serikali sia kaunti kulati ya nzanzo imetuki ila itonyekana oingi Dwale ni waweta mamini ekwitikilana na muvya wa kinandokana vailo vya sia nzanzo siudhi kuolwa budgetini mwandike munene Muvyani o Mary Modheni aiwetakana atethesya mawiti nduani nimeutethesya kwikithia nzanzo hii nisiavikia asia yala amenasia na nduani. This is a major boost to our national immunization efforts. This consignment has been made possible through the swift and commendable action of the Ministry of the National Treasury, and we are very grateful to their rapid allocation of resources. The Ministry of Health remains committed to working closely with all stakeholders to minimize disruption and ensure continuity of our national immunization program. As I noted last week, the country and indeed the world is grappling with the disruption of the global vaccine supply chain. Despite these challenges, the government of Kenya remains steadfast in its mission to uphold every child's right to immunization. No child should miss a vaccine due to supply constraint. With today's vaccine consignment now in the country, I am calling upon all our county governments through the Council of Governors and their county executive committee members for health to give priority in the collection of these vaccines from our regional depots and ensure that distribution to health facilities, especially those in remote and undeserved areas, are facilitated. We have already activated our logistics network to ensure these vaccines reach our 8 regional vaccine stores by the end of this week. And I urge the county health teams to act without delay so that we can, all of us together, fully restore the routine immunization services across the country. The National Treasury and ourselves, we have agreed in principle that certain budget lines, including vaccines and immunization programs, will never again be subjected to budget harmonization and rationalization and supplementaries. That we have an assurance from the CS National Treasurer and his team. I want to urge the community health promoters to go all out and get the mothers, the caregivers, so that they can take their children for vaccination to ensure that we save lives. Kwa ivinda yingi ukanyo muvyo ni wongwa kuyatandiria sokoni watala kweka uthukwanya mawithululuko na kuita mavuti mitaone ya utwaki sokoni yu kuendana na mungami wa wodi 5 cia Matungulu Cosmas Masesi ni kana mwe matandithia maithi to mayati ya meyao na mitalatala ya kuthesia soko na alame uthio pathukanu na mawalanio alame vume mwisioni wa kuvingwa mabiasala mona kose wa matambia makimeo. Itwatembea tala ne sabyo na non sia metao mbingi yusugwa ikona ndolame na mahoteli
naitwa put on notice and wo ndela men hoteli na make aikoyo mitauni mundu nundu me mawie liu twetekala na one baija ubingu hoteli not unless uthesebala kwa kuwe kasi aiko na ende tuwe na nduma health ndazima na notice twethela one kwine eko ni to withdraw the license na ndo asuma iko atwa na maitwa kotini the muyao the ukani kwa mundu ondola wende na uthesia wende na uthokwanya tala twende na uthesia utheu ni wa kila mundu ni waku na kwa hivyo hiyo ikuwe jukumu letu wote isikuwe ni mambo ya county hapana kila mtu ako na jukumu ya kuhakikisha mahali anaishi ni safi unajua tukifanya hivyo tala yetu itakuwa safi iko ni thuku na imwe siyo kana maundu maingi mena mawau na ndio ni thuku muno byute binda yiko ambetha na iko jumani twe na wau mani twe neko twitha tutia andu aseo na account kila kitu tu kuna na ke mwene ndi ula witala a make sure balo kwikala itu ina beans kila bandu sia kwikieko kwa mwene ndi watala na soko situ sio ndese matungulu nundu itu munengete beans kila bandu make sure iko ya kunwa dispose bala be bin na kwetha kuilu tuiketha na issue ya kana kwiko nitutemini na tembelea ibeti sia mboka tala na nitwegwa ni yaki kana kila mundu kutamboka kendane kunia baote akeki yakiko chake bu nikana akakua akatwa itangine balabe kiko nikana tusubie mawithiruluko maito na mitao mundu wonde okwicha kiko mitaoni akwatikana nukwose watu ile sia ilite nundu nithio tutinda ho twasia twina kiko mitao ina kiko na no ithiene tukwicha mutaoni ndia kulia mwaito oundo twigwanie na ondo tutukala tuthiwana tundumishe utheu na nikana matungulo ito yekala endeu twekotinda sasi onde tujiweka ko mitandaoni nao tutinda tuinengwa mauta gavana mako betanga kiko mauta mama loli mako kuwa kiko matwaite kula chailite na indi na itu nindu tuizoisie kwau tuindumishe utheu ndono yito ya tala niyo taoni yito. Nzama ya mbunge ya Mititu na Mawidi Lulukoni atelemia kumwosia matambia makimia o minister Muvyani o Mwandu Dibora Barasa vamwe na mapiesi Muvyani o kumana na kuvodhisa sikalosi ya mbunge ila wetwa oke kusungia makulio mavata. Nzama yetu ongwewe ni munini wa mwene kivila Charles Kamoren iteta muvia o wina makulio kwa utakukonia wanange kwa ula utwaiwe Mitituni ya serikali Tagongo Forest kuisila waki wa mekawa ya kembeni idhekani ya serikali yuni makulio ya CS Dibora na mapiesa ama vike mbewa Nzama yetu mwachokete. Failure to appear on 19 is indication that the government is corrupting the systems under the leadership of this cabinet secretary and the principal secretary, and we shall have no alternative other than following the law and giving the fine as by the standing order, because this committee has the capacity and equal measures with the High Court of the Republic of Kenya. And what will follow is impeachment of the said cabinet secretary and the removal of the principal secretaries, because we don't want people who are rude, people that don't respect the other institutions within the law of this country, and we will not allow you as Kenya Kwanza to mess us. And the president has been very clear over this. Always. They have been told every time in State House, in everywhere, that once Parliament has called you, appear, answer the questions, because we are there on behalf of the public, of Kenyans. Don't underrate us. The second order is that this committee have stopped all activities in Ngong Forest until of this month, when the cabinet secretary and the PS will appear before this committee, as well as also any activity in Moi International Airport to do with forestry or harvesting of trees or any other process should stop until we have that meeting of 19.
So the two places we have stopped any activity is National Assembly until we have a meeting with the Cabinet Secretary and the Principal Secretary. Nimo vyangu na musesia wa Mutongoi TV nondwa kutoka sakwa kwela la vilingi wa mauvoni kwendea usesia mwelu wa ilungila asiatelea wa Mutongoi TV ngwatanio ya Mokamba. Idha wana mudhenyawa kwa ila nito wa Beti wa Mwanya.